Tanu umening'ata, umenata maumivu. Ndugu yangu, Mdole, najua ulichoka sana, nikaona itakuwa sio muda sahihi wa mimi na wewe kuongea, lakini kwa sasa ushapumzika na imani ni muda sahihi wa mimi na wewe kujuana kiundani zaidi. Jina langu mimi ni lile lile ulioliona, Islam. Ni mzaliwa hapa Dar es Salaam. Kuna hospitali moja iko mbele hapo Temeke, na imani siku za mbele utajua zaidi. Sasa unajua watu wengi wanaamini kwamba mitandao ni matapeli, wezi, lakini kumbe sio hivyo. Hii imewekwa kwa ajili ya watu mbalimbali kujuana, misaada ya hapa na pale. Lichakuwa ni wamevamia tu matapeli, lakini haikuwa maana hiyo waloitengeneza ile mitandao. Labda mwenzangu, ningetaka kukujua kiundani zaidi, sababu mimi na wewe tunaenda kuwa ndugu sasa. Ni kweli rafiki yangu, na mimi naitwa Digara Njanjara, ni mzaliwa wa Rufiji kwenye kijiji cha Ikwiriri. Hapo ndo nyumbani kwangu, ila Ikwiriri napoishi nimepata bahati ya kuwa na mchumba, na hivyo mchumba wangu mpaka sasa hivi ninavyoongea ni mjamzito. Na ndio maana nimeamua nije mjini kuja kutafuta maisha, na Mwenyezi Mungu amenikutanisha mimi na wewe. Nashukuru sana kwa hilo na asante, na nakwambia Mwenyezi Mungu atakulipa. Nashukuru baby kwa kuja. Nimefurahi sana kwa kusikiza wito wangu mpaka umefika hapa. Niambie vipi? Sawa. Uko poa lakini? Niko sawa tu. Alafu baby, kuna vitu nataka nikuulize. Mbona nikikupigia simu unakuwa po muda mwingi unatumika, yani umeniblock kwa kifupi. Kingine nikikutumia message utaki nijibu kwa wakati, unajibu endapo unapojisikia wewe. Kweli hayo maisha? Wala hilo sijali. Na nafurahi sana kwa kufahamu Bwana Vigara. Mimi hapa unavyoniona, hapa ndo ninapoishi. Hii nyumba ni ya marehemu babangu. Naweza kusema marehemu baba yetu, kwa sababu si tupo wawili katika familia. Lakini kwa bahati nzuri naweza nikasema yule kakaangu ni mtu mwenye maisha yake tayari. Kwa hiyo nikaona nikae hapa. Kulikuwa na mpangaji hapa, lakini ule mpangaji hatukuweza kwenda kama mimi ninavyotaka. Alikuwa ni msumbufu sana kwa masuala ya kodi. Kwa hiyo nikaona yani tuje kufika mbali, nikaamua tu aondoke. Umeanza. Yaani uishi lawama, kila siku lawama. Mimi nikija tu hapa lawama. Uweze kuongea na mimi vizuri? Au mimi kuja kwako imekuwa tatizo? Ni shida ya mtandao tu. Ndio maana unaona hivyo. Muda mwingine natumika. Sio tatizo. Sio tatizo. Ina maana mimi naumia. Hivi kukupenda kwangu ndio maana imekuwa ni makosa? Au kukuonyesha upendo zaidi kuwa nakupenda ndio imekuonekana kama mie fimbo ya kunichapia, si ndio? Hapana, yani nimekwambia shida ya mtandao. Kwa nini nisipokee simu zako? Usipendi basi yawe hivyo. Ila unapenda lawama au niondoke? Jasema kwa uondoke baby. Mbona unapenda kufanya vitu ambavyo havipo? Sasa uondoke ili iweje? Sasa nimekuja unaanza kunilaumu. Sio lawama, mimi natetea haki yangu.
nitaka kuingiza mpangaji, lakini kwa jinsi nilivyochati na wewe na ulivyoniambia kuhusu una kazi, unatamani upate kazi, ufanye kazi, uweze kubadilisha maisha yako, nikaona basi haina haja kumweka mpangaji mwingine aliyakuwa wewe unakuja. Mimi nilichokiona hapo ni tutaishi hapa pamoja, kwa kuwa sasa hivi naona muda umeenda sana, haitowezekana. Ila kwa kesho asubuhi patakapokucha tutaenda ofisini mimi na wewe pamoja, ili ukaangalia mazingira ya kule. Sio kazi ngumu sana, ni kazi ya vyakula tu hivi. Bwana ndugu yangu, asante sana. Sijai kuona mtu mwenye moyo kama wewe. Kwa nini unifanyie hivyo mpenzi wangu? Ila okay, poa baby nakuomba basi. Leo talala huko. Kwanza siwezi kulala mimi leo hapa. Labda nitakuja kesho kutwa, lakini kulala hapa. Baby, usinifanyie hivyo basi please nakuomba. Mbona unanifanyia hivi Mambo mangapi nakufanyia hivi? Kuna mwanaume gani ambaye anakupenda kizati akakufanyia mambo yote hayo Kwanza kunisimanga au sio? Sio kukusimanga. Yaani sio kukusimanga, kitu nakueleza zaidi. Kwa nini unaniumiza moyo wangu? Nimekwambia siwezi kulala leo, nitakuja kesho kutwa. Mbona sio muelewa? Baby nakuomba please, nakuomba. Nakuomba mpenzi wangu. Nimekwambia siwezi kulala. Please mpenzi wangu, please nakuomba. Nakuomba baby. Usinifanyie hivyo. Nakuomba. Nimekuelewa. Kwa kulala siwezi kulala. Nitateseka mimi mpaka lini? Nitateseka kwa hii hali mpaka lini? Sina mpenzi mwingine zaidi yako. Hapa niko peke yangu. Naishi tu kama vile mtu ambaye sijui niko vipi yani. Kwa nini unakuwa hivyo mpenzi wangu? Hebu kuwa serious kwa hili, nakuomba. Kuwa serious basi. Nimekwambia nimekuelewa na siwezi kulala leo hapa. Kwanza naomba hela nauli mimi hayo. Ila sawa, ila isipokuwa na kuruhusu uende, lakini moyo wangu haujaridhia kabisa. Bwana Njanja, ile napa kama unavyoliona ni eneo la biashara. Siku zote eneo la biashara inahitaji ile safi sana. Kama unavyoona pasafi, hata mteja anapopaona anavutia. Pia kingine, sababu ndo unaanza kufanya kazi hapa, ngoja nikufundishe kitu hichi kimoja. Anapokuja mteja anahitaji lugha laini, lugha ili kumtamanisha kila anapoenda arudi hapa kununua vitu. Kwa hiyo sio anakuja mteja nikudumie nini? Hapana, kwanza karibu. Akishasema asante, samani, nikudumie kitu gani, ndivyo wateja tunavyowakaribisha. Na hata akienda huko mitaani anaenda kuwaambia wenzake, bwana kwa fulani kienda kwake mnyenyekevu, mkarimu, tunapata wateja wengi. Yangu Islamu, naweza nikasema ni asante na nashukuru sana kwa ukarimu wako ulionyesha. Ila nikwambie kitu kimoja, mimi nakuahidi kwamba sitokuangusha. Nitafanya kazi kwa bidii kwa sababu nimekuja kwenye jiji hili kutafuta. Sipo tayari kukuangusha. Kwanza maneno yako yananipa sana faraja na pia yananipa nguvu kufanya kazi na wewe. Unaona kifaa hiki? Unakijua hiki? Hiki hapana, sikifahamu. Kijijini hakuna. Siku hizi mambo ni kidigitali. Hakuna mambo sijui kuni, mkaa. Hii inaitwa lita. Lita? Sio lita. Kusema lita ni jina la mtu.
Hichi ni kifaa cha kupikia nini? Chips. Kwa haraka zaidi. Na hata mteja akikaa hapo nje, ukimwambia geuka nyuma, ukigeuka mbele, tayari. Mambo kidigitali. Hii ndio Dar es Salaam. Mbele yangu kiza, nyuma yangu kiza, mwezi umekosa nuru. Mbele yangu kiza, nyuma yangu kiza, mwezi umekosa nuru.